Sio rahisi kabisa. Yaani kiukweli kukaa na maumivu ya viungo, kukaa na maumivu ya mgongo unauma, kukaa na maumivu unasikia kabisa diski zako una feel haziko sawa, kukaa na maumivu ya nyonga, kukaa na maumivu ya kiuno, kukaa na maumivu, kuna haya mafupa mawili haya yako kwenye kiuno hapa, unajua la kushoto na la kulia lile kwa ndani, kukaa na maumivu kwenye magoti, kukaa na maumivu kwenye nyayo zinakuwaka moto, visigino vinauma. Kiukweli inakuhitaji uwe na nguvu ya ziada. Yaani mtu unasema unaweza kuvumilia maumivu ya mapenzi lakini kuvumilia heka ya maumivu ya viungo, mimi nimesalute, mimi nimeshindwa. Na kushindwa kwangu kumenipelekea nitafute suluhisho la kuweza kunisaidia, na sasa hivi nasaidia watu wengine kuondokana na hiyo changamoto. Katika hii heka nimegundua ya kwamba watu tunapata maumivu ya tofauti tofauti. Nataka tu nikwambie aina za maumivu ambayo watu wanayapitia. Jinsi maumivu yanavyopoteza furaha ya maisha, jinsi maumivu yanavyoweza hata kushut down your dreams, jinsi maumivu yanaweza kukufanya usiwe comfortable, ukawa mtu wa simanzi na ukajitia kabisa kwenye boksi la wagonjwa. Yaani wewe ni mtu special case. Hivyo unajua mtu ambaye bado hujamaliza pirika za maisha, wewe ndio breadwinner, wewe ndio unatakiwa utoke kama baba ukatafutie maisha kwa ajili ya familia. Wewe ndio kama mama unabidi utoke kutafuta maisha ya familia. Wewe ndio unategemewa na ukoo usijui. Wewe ndio kuna watu wanasoma, alafu wewe kuna kampuni na kutegemea. Wewe kuna biashara zako ambazo haziendi. Inawezekana una mtu ambaye unapeleka biashara zako madukani, maofisini, mawapi, alafu leo visigino vimekata. Leo miguu haitaki kwenda. Leo magoti yamejaa maji. Hivi unajua jinsi ambavyo, na kuna watoto huko mnapigiwa simu sijui utakiwa ada na nini. Hivi vitu vinapoteza furaha kwenye maisha, vinakupa simanzi, na wakati mwingine unaweza kupata stress. Nimeelewa kabisa namna ambavyo watu ukipata magonjwa makubwa kama hayo unapata stress. Aina za maumivu ziko nyingi. Mimi nitakuhadithia kama aina 3 mpaka 4. Kuna ambazo mimi nimejisikia, kuna zingine ambazo watu wengine wamenihadithia nikasema kuna wengine ambao wananiona kama mimi ni mgonjwa zaidi, alafu kuna wengine ambao unawaona wao ni wagonjwa zaidi. Yani aina ya kwanza maumivu hasa kwenye mgongo, watu wanapata ile hisia ya kwamba anahisi kama yamechukuliwa makaa ya moto alafu yamewekwa ndani ya mgongo, yamewashwa huko yanaendelea kuwaka. Jinsi anavyohisi kama mgongo unaungua, jinsi anapopata ile maumivu. Kuna mwingine anahisi kama vile kuna mijiti imewekwa huko ndani ya mgongo, kushoto na kulia. Alafu ukikaa hivi unajisikia, ukikaa hivi unajisikia hivi. Kuna wakati unahisi kama vile majiti yamesimamishwa hivi, inabidi wewe ukae. Wakati mwingine upate nafuu. Kwa mimi ilikuwa mpaka ni bend kidogo hivi, ni bend kidogo kimgongo nikiachia, ndio najisikia huku kunaachia, kuna nafuu na huku kuna nafuu. Lakini nikisema nikae hivi, changamoto. Kuna mwingine anakuambia nasikia kama vile mtu kachukua kiwembe anachana mgongo shwa. Kuna mwingine anakuambia sijui uti wa mgongo na usikie kama vile yani unagawanya. Unajua ni heka ya maumivu, na kiukweli sio rahisi kuvumilia. I salute you guys. Kama kuna mtu amepitia changamoto ya maumivu ya viungo kwa muda mrefu zaidi ya miezi, miaka, na bado anaendelea kupitia hiyo changamoto, sio kitu cha kujichukulia kawaida. Na wala usiseme huu ndio ugonjwa wangu, mimi ndio nyonga ndio nilivyo. Mimi nakwambia miaka nenda rudi. Mimi tafuta suluhisho. Hiyo ni indication, tena indication ambayo ni very bad sign, kwa sababu usipoitafutia ufumbuzi, yani naweza kusema ulemavu unakuja, naweza kusema kuparalyze kunaweza kukaja, inategemea na aina ya maumivu na maeneo ambayo unaumwa. Umeme ukikata kwenye mwili wako, kwenye maeneo ya mwili wako ni changamoto. Kama unasikia ganzi sana ambayo inaletwa kutokana na maumivu, my friend, kimbia, tusaidiane, tuonane, tuwasiliane niweze kukusaidia. Mimi kwa 95% sasa hivi nimepata nafuu kubwa baada ya kutumia virutubisho ambavyo kiukweli I salute them. Na ninatembea confidently kuwaambia watu wengine, kwa sababu tayari nimepitia hiyo heka na nimeona jinsi ambavyo najisikia, mabadiliko ambayo nimeyapata. Ninaona kabisa I can help you guys, ninaweza kuwasaidia. Karibu sana DM, karibu sana, namba zangu ziko hapo kwenye bio, karibu sana. Ukinitumia ujumbe WhatsApp ndio njia rahisi na nyepesi ambayo tutaweza kuwasiliana kama hivyo. Ama pia text, unaweza kunitext, lakini WhatsApp is the best one. Karibu.